Mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, amesema kuwa anatarajia kumkabidhi nyumba yenye ukubwa wa vyumba vitatu Bibi Penina Petro mwenye umri wa miaka 71, mkazi wa kijiji cha Siwandete, kata ya Kiranyi, halmashauri ya Arusha, kabla ya mwezi Agosti mwaka huu. Bibi Penina alifika ofisi ya mkuu huyo wa mkoa kipindi cha kliniki ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi iliyofanyika Mei 10, 2024 na kumweleza Mheshimiwa Makonda kuhusu nyumba ya udongo aliyokuwa anaishi kubomoka pamoja na kunyanyaswa na ndugu zake kutokana na kutokujaliwa kupata mtoto. Hata hivyo, ujenzi wa nyumba hiyo uko katika hatua za mwisho za kupiga plasta na kupaka rangi. Hii ni News Update Media. Kuna bibi moja nilimkuta wa wilayani kwako tena Arumeru. Nafikiri wiki ijayo tena tukaangalie. Bibi wa watu walikuja kwenye ile wiki ya haki ofisini kwangu. Bibi amefiwa na mume wake. Na bahati mbaya hawakujaliwa kupata mtoto. Ana miaka kama 70 kitu kwenda 80. Na nyumba yake imebomoka. Hizi nyumba za kupiga za tembe zile. Imebomoka na ndugu wa mwanaume wanaombea mvua ije kubwa zaidi ili ile nyumba imfunike yule bibi afie ndani ya lile boma ili wachukue ile ardhi. Alikuja ofisini kwangu ananieleza, anaomba niwaite. Wasaidizi wangu walivomsikiliza wakawaita wale watu. Walivyowaita wale watu wakamwambia bana, sisi hatuendi. Kwa bibi nikakutana naye amekuja ofisini analia. Nikamuuliza ni nini, akanieleza. Kama bibi tulia, kuanzia leo mimi ndio mtoto wako. Na sasa namjengea nyumba yake yenye vyumba vitatu self container, na nilikuja kununua mbao pale kwa ajili ya kuwezeka. Nataka nikaangalia hatua iliyofikia, nataka nimkabidhi kabla ya mwezi wa 8. Na nikamuuliza sasa, bibi utaishi na nani? Akasema yule anayenipikiaga basi huyo ndo atakayeishi naye pale. Na nikienda kukabidhi nyumba ile itakuwa inalindwa na serikali, ni nyumba ya yule bibi, na bibi atamkabidhi mtu anayetaka kumlisisha. Kwa hiyo nimekumbuka nilipita pale nikakutana na bibi akaniuzia mbao na akanikusanyia watu kusalimia. Lakini lengo langu ni moja tu, sipendi kumuona mtu ananyanyaswa kwa sababu eti hana mtoto, kwa sababu hajasoma, hana ndugu serikalini. Hapana. Huyu Mungu ametupa hizi nafasi, lazima zitumike kwa manufaa ya watu wote, tukizingatia haki, utu na upendo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana na Mungu wangu awabariki.